Karibu tuizungumze michezo. Tuko na mwanachama wa Simba Sports Club, mwanachama dume kwelikweli, mchungaji wa Simba. Tunakwenda kuzungumza katika yale yanayorindima kwenye viwanja mbalimbali vya kabumbu. Kaka, kwema? Kwema kabisa. Afya? Tunamshukuru Mungu. Ni kama una furaha mara baada ya matukio ya jana dhidi ya Al Hilal Omdurman. Mmekufa 4-1. Umeona kwanza hayo matukio? Kwenye mechi za kirafiki zile lazima yote yatokee. Ile ni mechi ya kirafiki. Na mechi ya kirafiki ni kwamba mwalimu ni mgeni, anakuja, kuna wachezaji ambao hawachezi, anapewa first 11 lakini anataka aone wachezaji wote. Kwa hiyo unakuta jana waliocheza wengi na wachezaji ambao hawachezaji. Anataka waone and then naye achague timu yake. Uwezo kuja kumwambia bwana first 11 ya kwetu ndio hii. Lazima ajiridhishe. Wale ambao hawachezi waone. Na bahati mbaya wamewaona na timu ikafungwa. Kwa hiyo tumejua udhaifu uko wapi. Kuliko tungeshinda tungejua tu kwamba timu yetu imekaa vizuri, kumbe kuna mapungufu. Kwa hiyo jambo limekuwa zuri, kaona Simba ilipozidiwa ni wapi, mapungufu ya Simba yako wapi. Ni hivyo. Kwa hiyo kocha mpya wa Simba Sports Club ni kocha mimi namwamini sana, atafanya mambo makubwa kwa sababu moja. Tumeona mechi ya Gaborone. Alafu tumeona mechi ya Dar es Salaam. Mwalimu muda wote anashambulia. Akiwa wachambuzi anasema anafikika kirahisi. Ndio hivyo, kwa sababu anashambulia sana. Lakini kama ni akiwa na team strong, timu itafanya vizuri sana. Ni mtu ambaye hakai nyuma, hazoi. Ni mtu muda wote anataka atafute matokeo. Kwa hiyo atafanya vizuri sana mwaka huu. Umemtizama Dimitri Pantev kama manager, alafu mchungaji unasema apewe muda. Simba Sports Club inahitaji walimu wa kupewa muda ikiwa inashiriki mechi nyingi na michuano mingi. Sijasema apewe muda hata siku moja. Nasema jana kilichofanyika kuna wachezaji kwa wachezi. Kwa hiyo kaamua kuwachezesha, ajiridhishe. First 11 ipo. Akasema hapana, nataka nione nao wengine, ataona lini, ataona kwenye mechi. Tena waone kwenye mechi ngumu kama ile ndio utajua udhaifu wao. Usiwape mechi nyepesi, mechi ngumu kama ile utajua kwamba kweli ndio maana wanakaa benchi. Jana sikadhihirisha sasa. Kumbe hawa jamaa wanakaa benchi ilikuwa ni sahihi. Kwa hiyo first 11 ipo. Sio kwamba tunaenda kwenye muendelezo ule ule ambao Fadlu aliuacha ndani ya Simba. Kwa hiyo tutarejea makubwa. Kwa sababu kama ni ubingwa finali tushacheza 2 kubwa za shirikisho barani Afrika. Nusu finali tumekuwa kucheza klabu bingwa. Robo tushacheza sana. Kwa hiyo ni wakati wetu safari kuchukua ubingwa wa Afrika. Na inawezekana Simba achukue ubingwa wa Afrika mbele ya Al Ahly, achukue mbele ya Mamelodi, achukue mbele ya Esperance. Na wewe mchungaji unaunga mkono ili ikiwa kwenye timu yenu sometimes huwa mnalalamika baadhi ya wachezaji wanakuwa hawafanyi yaliyo bora. Sasa mimi nikuulize, kucheza finali mwaka jana msimu ulioisha kazi kwa nyepesi? Anasema nyepesi kwa sababu ulikutana na mfupa mwepesi. Kuna kitu kama hicho. Ukishacheza sana robo finali klabu bingwa, ukishaenda robo finali mara nyingi kuchukua ubingwa ni rahisi. Ukishacheza finali kombe la shirikisho, kwa sababu hao ndio mwaka huu wanakuwa wanachukua na kwa klabu bingwa, mwaka unaofuata wanakuwa shirikisho. Kwa hiyo kwa ujumla Simba kilichobaki ni ubingwa wa Afrika na linawezekana, na ubingwa anabeba kwa sababu hakuna ambaye hajawahi kufungwa na Simba. Nikikunukuu huyo Neshimo kafungwa, Wydad kafungwa, Raja Casablanca kafungwa, sio nani kafungwa, sasa baki nani? Timu ambayo Simba hajawahi kucheza nayo Afrika afu ni mkubwa ni timu moja tu. Nani? Mamelodi. Zote kazifunga, timu gani ambayo haijafungwa? Sisi tumefunga mpaka timu za kutoka Ulaya bwana, na Sevilla wamefunga wote, itakuwa huyo bwana. Nikikunukuu maneno yako mchungaji, ulio kusema ukishindwa kumfunga Young Africans basi ubingwa wa Afrika kwako utakuwa mgumu. Unakumbuka hayo maneno? Maneno yale niyazungumza, lakini je, Simba finali alicheza kucheza? Sasa alicheza finali. Sasa na issue nzima ilikuwa Simba kucheza finali na finali alicheza. Mimi narudia tena. Simba alichobakisha ni ubingwa wa Afrika. Vyote kashafanya. Mbona bwana? Unajua watu wanahangaika na ubingwa wa ligi kuu, sasa tuhangaiki nao tena au kumfunga Yanga, ni mambo ya kishamba ya kizamani hayo. Unamfunga Yanga unapata nini? Lakini klabu bingwa unapopiga hatua unapata hela. Kwa hiyo sisi tumestiki kwenye klabu bingwa kuliko na shirikisho kuliko ligi ya ndani. Ndio maana Simba kwenye mechi za kimataifa anafanya vizuri. Unamtizama Young Africans ambaye naye ana uchu kweli kweli na iko kikombe ambacho unakitaka. Klabu bingwa. Hivi kwa nini Yanga ametoka kumpigia mahesabu? Katika mahesabu huyu hayumo. Yanga hayumo kwenye mahesabu. Mahesabu unampigia vipi? Kwenye Afrika nani anamfahamu? Anaendaga wapi? Unampigia mahesabu mtu ambaye kwenye system bwana, hata kwenye 10 bora hayumo. Sio tunapiga hesabu timu namba 5 kwa ubora barani Afrika. Umeelewa? Na unaangalia hata wachezaji tunanyang'anyana sina Mamelodi. Yanga unaona nyang'anyana na Mamelodi. Vyuma vile wanasema. Vyuma vipi? Simba level aliofikia ni level kubwa. Nyinyi mnaipamba Yanga mkiwa Dar es Salaam. Mimi naisafiri nje ya nchi naonaga. Wala kuna mtu anayefahamu Yanga Afrika. Mimi mpaka najaribu kutumia nguvu kubwa ili cheza na Mamelodi finali. Finali? Finali? Kombe la shirikisho. Watu bado haelewi. Lakini mchungaji Pacome ameitwa kwenye kikosi cha Ivory Coast. Timu Afrika pekee aliyoitwa kutoka Yanga. Tatizo lako nyie, tatizo lenu nyie.
ule uyanga ule wa Simba nao ndio unawaathiri. Mimi nizunguzeni, mimi nasafiri duniani na nauliza. Watu wanavyoniuliza mimi. Sio watu wananiuliza from wapi Tanzania? Natoka Simba Sports. Yeah. Yaani wale upate tabu. Umeona maana? Na mimi kuna namba mimi ni mfesa wa Simba Sports Club from Tanzania. Sipate tabu. Nyinyi mnatumia nguvu kubwa Yanga. Yanga anajua nani? Yanga mwisho Bagamoyo, sijui hapo baharini hapo ndo mwisho. Ambacho tunazungumza mchungaji, ambacho kimekuwa sawa. Na wewe niliwahi kukusikia ukisema kipimo sahihi cha Simba Sports Club ni Young Africans. Kwa nini leo Yanga unaikataa? Ikiwa inaweza kukufunga wewe mkubwa mchungaji ambaye unashiriki michuano mikubwa. Bingwa Afrika mfululizo. Lakini kutana na Zamalek anakaa. Bado hujanielewa. Bingwa wa Egypt sio national juu. Sema ni pyramid. Bingwa wa mara zote ni Zamalek. Lakini Zamalek kutana na national ambayo Zamalek national akachukua ubingwa wa Afrika. Ndio mara nyingi kuliko timu yote. Lakini kutana na Zamalek anafungwa kawaida. Kwa hiyo kufungwa na Yanga wao ndio sherehe wa mwisho. Sio mpaka hapo. Kwa hiyo sisi kwa ujumla Yanga Afrika ndio maana sasa tumesema watofunga kichoka wataacha. Mpo razi kufungwa. Watofunge tu. Sisi tuangalia mechi za kimataifa full stop. Ndio akili yetu ilipo na mawazo yetu yalipo. Sasa mchungaji, ukishindwa kudominate ndani, nje utaweza? Kaka nikueleze. Ukiwaambia national amechukua ubingwa mara ya mwisho lini utacheka. Lakini bingwa wa Afrika. Sisi tukisema timu namba 5 kwa ubora Afrika na Yanga yumo. Au mnaitoa haiko Afrika? Namba 10. Namba ngapi? Mmeipanisha. Kwani unaona mpigaji renki za kafu Yanga amekuja 10 bora hivi sasa. Amegani kaingia lini? Kaingia lini? Wefuatilia namba 10 hapo. Unapozungumza habari ya Simba kwa mimi naitembea ndo najua. Kwa nyinyi ambao mmejifunga huko ndani na mimi kinachoendelea. Simba watu yani Yanga watu wahangaiki. Na tena wengine mpaka wanaishangaa. Unajua nani wanaijua sana? Nani? Hii timu ya Azam. Azam inajulikana kuliko. Azam unajua kwa nini inajulikana? Wachezaji wengi wanatoka magharibi mwa Afrika na kaskazini. Na kwa sababu wanaiangalia makocha unajua katika Tanzania hakuna makocha waliopita wakubwa kama Azam. Sahihi. Sahihi. Alafu Azam ana kila kitu. Azam ana jimu, Azam ana uwanja wake. Watu wanasoma nakala zile. Soma wanaifuatilia. Sasa Yanga utasoma nakala ipi? Ipi? Hamna jimu. Sio jimu nakueleza sisi wasifu. Simba tumecheza mara 4 mfululizo. Tusiseme sio mfululizo. Tumecheza mara 4 ndani ya miaka 2020 mpaka leo. Klabu bingwa barani Afrika. Robo. Shirikisho kacheza. Sisi ndio tumecheza mara nyingi. Huo mfupa Yanga hawezi kuvunja hata siku moja. Kwa hiyo na tumeweka rekodi nyingine kucheza finali kwa mara ya pili. Yanga ndio tukawamaliza pale kabisa. Mara ya pili. Kwa ndoto za wachezaji wanaotoka huko kuja Tanzania ni kuiona Simba. Kina Pacome wote walikuwa Simba ni Simba. Sema tu akishafika tu hapa ndio hivyo. Lakini wote wanakuja kwa ajili ya Simba Sports Club. Mimi nifano kama nikiendaga nani Egypt. Mimi sipate tabu kujitambulisha. Watu wanakuja huyu mchungaji. Sio kujitambulisha, yani kusipate tabu. Mimi naambia tu mimi natoka Simba Sports Club. Na mimi ni influencer. Yani ukiambia influencer wa Simba Sports Club anakuambia from Tanzania, unaambia anakuambia kaka pale. Hata polisi wakule upate tabu. Ila ukisema influencer wa Yanga, watu wataweza Yanga, wanaanza kugugo sasa. Yanga. Sasa Yanga zinakuja nyingi, kuna nyingine iko nani wapi Botswana inaitwa Yanga. Zinakuja Yanga kibao. Sasa mpaka waambia from Tanzania. Ndio wanaangalia Tanzania. Finali na Mamelodi. Naambia ndio hiyo. Yaani wanasumbuka kweli, lakini Simba wala. Nikwambie sasa mimi nilienda Spain. Kuna askari mmoja karibu kumuelezea, unafahamu Tanzania? Akasema Tanzania naifahamu. Kilimanjaro? Nikamwambia akatulia kidogo. Akasema Serengeti? Nikamwambia Simba Sports Club. Mchungaji. Yaani kataja vivutio vya kitalii afu akahitaji Simba. Na Simba. Huwezi kuamini Simba inafuatiliwa sana duniani. Wewe kama hujui ndio hivyo, mimi nafahamu sababu natembea huko. Mchungaji, shukrani sana. Mungu akubariki sana.